Rais wa Iran Masoud Pezeshkian akubali kujiuzulu kwa makamu wake. Shirika la biashara duniani WTO latoa onyo juu ya kuporomoka kwa biashara ya dunia. Habari kamili. Jerusalem. Israel imesema itaendelea kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza, ambako nchi hiyo inaendeleza operesheni ya kijeshi ambayo imeligeuza eneo hilo la Wapalestina kuwa la mauaji. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz, kwenye taarifa yake amesema sera ya nchi hiyo imeweka wazi kwamba hakuna misaada ya kibinadamu itakayoingia Gaza, na hatua hiyo ni moja ya kushinikiza Hamas kutotumia fursa hiyo kama silaha. Israel imezuia kuingizwa kwa misaada katika ukanda wa Gaza tangu Machi pili, huku mgogoro wa kibinadamu ukiongezeka kufuatia mashambulizi ya kijeshi yanayoendelea. Watu wasiopungua 11 wameuawa usiku wa kuamkia leo Jumatano, kwa mujibu wa timu ya waokoaji huko Palestina. Dubai. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameidhinisha hatua ya kujiuzulu kwa mmoja wa makamu wake ambaye alikuwa ni mjumbe muhimu wa Tehran katika mazungumzo yaliyofanikisha kupatikana makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na nchi zenye nguvu. Hatua hiyo imekuja wakati Iran inajiandaa kumkaribisha leo Jumatano mkuu wa shirika la kudhibiti nguvu za atomiki duniani la IAEA Rafael Grossi. Aidha, kuondoka kwa Mahmoud Javad Zarif kulikotangazwa jana Jumanne kumekuja chini ya kiwingu cha maandalizi ya duru ya pili ya mazungumzo kati ya Marekani na Tehran kuhusiana na mpango wake huo nyuklia yatakaofanyika mjini Roma nchini Italia. Geneva. Shirika la biashara duniani WTO limesema biashara ya bidhaa ulimwenguni inatarajiwa kushuka kati ya 0.2% na 1.2% mwaka huu. Shirika hilo limesema utabiri huo utategemea namna ushuru uliowekwa na Rais wa Marekani Donald Trump utakavyosababisha athari. WTO imetahadharisha kwamba hali ya wasiwasi kuelekea sera ya biashara inaweza kusababisha athari mbaya kwa biashara duniani, na kwamba tayari hivi sasa inaonyesha biashara ya bidhaa duniani inatazamiwa kuporomoka kwa 0.2% katika mwaka huu. Shirika hilo la biashara duniani limesema ushuru uliotangazwa na Marekani unaweza kuzidisha hali hiyo kuwa mbaya zaidi na biashara kushuka hadi kwa 1.5%. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Mogadishu. Somalia imezindua kwa mara ya kwanza daftari la wapiga kura, hatua ya kwanza kuelekea kwenye uchaguzi utakaowashirikisha moja kwa moja raia wa taifa hilo. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 50, raia wa Somalia walijitokeza jana kujiandikisha kuwa wapiga kura katika uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Rais Hassan Sheikh Mohamud mwaka jana aliahidi kuufikisha mwisho mfumo wa uchaguzi unaozingatia koo za kikabila ambao ulikuwa ukiwanyima haki raia kuchagua moja kwa moja viongozi wanaowataka. Mfumo huo wa uchaguzi umekuwa ukifuatwa tangu mwaka 1969 baada ya kuondolewa madarakani dikteta Siad Barre. Riga. Wabunge nchini Latvia wamepiga kura kujiondoa kwenye mkataba wa kupiga marufuku matumizi ya mabomu ya ardhini. Hatua ya Latvia ambayo inapakana na Urusi imechukuliwa kwa lengo la kuimarisha usalama wake chini ya kiwingu cha vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Nchi hiyo ambayo ni mwanachama wa Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihamia NATO pamoja na mataifa mengine kwenye kanda hiyo wameimarisha bajeti zao za ulinzi na utoaji mafunzo ya kijeshi tangu Moscow ilivyopeleka vikosi vyake Ukraine mwaka 2022. Mataifa hayo yanahofia kwamba Urusi huenda ikayalenga baada ya kuisambaratisha Ukraine. Mkataba wa Ottawa unaokataza matumizi ya mabomu ya ardhini umetiwa saini na nchi 160 isipokuwa Marekani na Urusi. Na hatimaye michezo. Libreville. Mshambuliaji wa timu ya taifa Gabon Aaron Bupeza amefariki akiwa na umri wa miaka 28 baada ya kuanguka kutoka ghorofa ya 11
akiwa huko China. Hayo ni kwa mujibu wa shirikisho la soka la Gabon Fegafoot kupitia taarifa kwenye mtandao wa X. Shirikisho hilo la soka Gabon limeandika kuwa Boupeza atakumbukwa kama mshambuliaji mahiri aliyeacha alama ya kudumu katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika yaliyoandaliwa nchini Cameroon mwaka 2022. Boupeza aliyejiunga na klabu ya Zhejiang FC ya China mapema mwaka huu alikuwa katika fomu nzuri ya mchezo kwa kufunga mabao 4 katika mechi 6. Mamlaka nchini China zimeanzisha uchunguzi kubaini iwapo kuanguka kwake ilikuwa ni ajali, jaribio la kujiua au tukio la kihalifu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante sana Saumu. Jioni hii Israel yasisitiza kuwa itaendelea kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza. Mwanasheria mkuu wa Chadema azungumza baada ya tume ya uchaguzi Tanzania kukifungia chama hicho kushiriki uchaguzi mkuu. Sisi mpango wa kwenda mahakamani huwa upo. Sisi mpango wetu ni kupambana na hao watu. Na tutaangalia kama muujiza utafanyika katika mechi za mkondo wa pili wa ligi mabingwa barani Ulaya zitakazopigwa usiku huu. Kwa hayo na mengine mengi, jiunge nasi mubashara kwenye YouTube na Facebook. Tafadhali bonyeza subscribe ili usipitwe na maudhui murwa kabisa tunayokutengenezea kila siku. Mimi ni Bruce Amani. Jioni hii tunaanzia Mashariki ya Kati ambapo Israel inasisitiza kuwa itaendelea kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza, ambako shambulio la kijeshi limeligeuza eneo hilo kuwa kaburi la halaiki. Wakati huo Umoja wa Mataifa unatahadharisha kuwa hali ya kibinadamu huko Gaza ni mbaya. Kwa upande wake kundi la Hamas limeukataa wito wa kusalimisha silaha. Mengi zaidi ni katika mkusanyiko uliotayarishwa na Thelma Mwazaya. Israel imesitisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza tangu mwanzoni mwa Machi, wakati hali ya kibinadamu inaendelea kuvurugika. Duru zinaeleza kuwa mapambano ya Jumatano yamewaua watu wasiopungua 11. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi wa Israel Katz, nchi yake itaendelea kuzuia misaada kuingia Gaza ambako watu milioni 2.4 wanakabiliana na mashambulizi. Taarifa yake inaelezea kuwa hiyo ni njia moja ya kuishinikiza Hamas. Kauli hizo zinaungwa mkono na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na kwamba ndiyo njia pekee ya kuwasukuma kuachilia huru mateka 58 wanaozuiliwa Gaza. Wakati huo shirika la madaktari wa kujitolea Médecins Sans Frontières MSF limeeleza kuwa operesheni hiyo ya kijeshi ya Israel na uzuiaji wa misaada umeufanya ukanda huo kuwa makaburi ya pamoja ya Wapalestina na wanaowasaidia. Kwa mujibu wa mratibu wa MSF Ahmad Bazagole, Wapalestina hawana sehemu salama na wanaowasaidia wanatatizika kwa kiasi kikubwa. Suhair ni mwanamke wa Kipalestina aliyelazimika kuyahama makazi yake na aliyempoteza dadake kufuatia mashambulizi hayo yaliyosababisha pia vifo vya watoto. Tulikubaliana na njaa, hasara, kuzuiwa kwa bidhaa na huduma muhimu. Tulikubali pia kufiwa na baba, mama na jamaa zetu. Lakini nini kosa la watoto hawa? Kosa lao ni nini? Kwa upande wake, Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwa Gaza inakabiliana na hali ngumu ya kibinadamu tangu mapigano hayo kuanza Oktoba 2023. Kwenye taarifa yake, shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA inaeleza kuwa bidhaa hazijaingia Gaza kwa mwezi mmoja unusu na kuna uhaba mkubwa wa dawa, maji, nishati na bidhaa nyingine za matumizi. Yote haya yakiendelea, mahakama ya kimataifa ya haki ICJ inajiandaa kusikiliza Aprili 28 kesi ya kuamua wajibu wa Israel kwenye mzozo huo mintarafu kupatikana kwa mahitaji ya dharura ya raia wa Kipalestina. Haya yanaendana na azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa la Disemba. Kwa upande wake, Hamas imekuwa ikirejelea kauli yake kuwa vikosi vya Israel viondoke Gaza bila masharti, ndipo kuwe na makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita. Huyo alikuwa ni Thelma Mwazaya. Tuelekea Afrika ambapo nchini Tanzania, baada ya mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi NEC Jaji Jacobs Mwangebele kusema kilichozungumzwa na tume hiyo kuhusu hukumu ya chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema ni tafsiri yao, na kama Chadema wanatafsiri tofauti, basi mtafsiri wa mwisho wa mambo hayo ni mahakama. Sudi Mnete amezungumza na mwanasheria mkuu wa Chadema Dr. Rugemela Nshala, na hoja ya kwanza ni je, chama chake kina mpango wa kwenda mahakamani?
Sisi mpango wa kwenda mahakamani huwa upo. Sisi mpango wetu ni kupambana na hao watu, kwa sababu unaweza kuona una mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi ambaye anakuwa na shingo ngumu, hataki kutumia taaluma yake kuweza kujielekeza pale. Kanuni zinasema zitaanza kutumika siku moja baada ya uteuzi wa wagombea. Leo umeona hata CCM wenyewe wamegeuka angani, wanasema uteuzi wao utaanza tarehe 28 mwezi wa 6. Sasa wewe unatunga kanuni ambazo hazijaanza kufanya kazi. Unasema zinaanza kazi tarehe 12 mwezi wa 4 2025. Yaani kwamba ile tarehe ambayo bado kanuni hazijaanza kufanya kazi, unasema tayari zimeshawabana na mtu ambaye hajasaini ameshajitoa kwa maana yake anakuwa amesimamishwa au amezuiwa kushiriki katika uchaguzi. Sasa kama na huyu ni jaji wa mahakama ya rufaa, nasema hivi kwa nikiwa na heshimu taaluma ya sheria, nisingetegemea masuala kama hii. Sio hata hoja za kubishana. Ilikuwa ndakiwa hiyo kwamba tume ile imekosea, lakini kwa kuwa wana shingo ngumu, wenda wengine wetu wana mioyo migumu kama ya Farao, kwamba hawawezi kubalini kutaka kusikiza ukweli. Wewe ni mwanasheria, tena mwanasheria gwiji, unaonesha kukwepa kufanya juhudi kisheria. Nataka kupata haki kwa mtindo upi? Kwa vurugu? Tunakwambia kwamba mfumo mzima wa uchaguzi umeparaganyika, umeharibika. Hizi kanuni ni sehemu ndogo ya mambo ya uozo wa mfumo mzima wa uchaguzi. Kwa hiyo sasa sisi tunaona kwamba namna pekee ya kuweza kuwa na mfumo mzuri wa uchaguzi ni kutunga mfumo mpya. Lakini hizi ndio dalili za jinsi ambavyo mfumo fa nini umeparaganyika. Yaani mfumo huu umeharibika, na kila siku unavyoendelea unaona matatizo na madhara ya mfumo mbovu. Yaani kwamba hata hawa watu zile hoja ambazo hazitakiwa hata kubishaniwa sasa zimegeuka kuwa za kubishania. Wakati katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara 27 ibara ndogo ya 2 inasema kila mtu atawajibika kupiga vita ubadhirifu na uharibifu wa rasilimali za umma. Wanatumia rasilimali za umma katika kugharimia uchaguzi ambao hautatupatia, ambao sio huru na wa haki. Na mahakama ya rufaa katika kesi ya mwanasheria mkuu wa serikali wenzake wawili dhidi ya Dr. Amani Walid Kaburu ilisema kuwa matumizi mazuri ya rasilimali za umma, kwa sababu matumizi yote ya rasilimali za umma katika ambayo hayaleti uzao au zao la uchaguzi huru na haki ni kinyume cha katiba na ni kinyume cha sheria. Muda umekwisha, manake mwezi wa 10 unakwenda kwenye uchaguzi. Huu ni mwezi wa 4 sasa. Haya yatafanikiwa? Sisi katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itungwa ndani ya siku moja. Ile mwaka 77 bunge lilijadili kwa saa 2 ikapita. Kwa hiyo kama ukiwa na nia ya dhati, kwa sababu kazi kubwa imeshafanyika, tunaweza kupata katiba au tukaje na vipengele madhubuti vya nini vya mfumo wa uchaguzi. Sasa kama nakubadilisha mambo ya msingi kwamba tume ikawa huru, tunafanya kazi. Kama haiwezekani, Chadema iko tayari hata kama uchaguzi usogezwe hata mbele kwa mwaka mmoja. Lakini tunaamini kwamba tukiwa na nia ya dhati inawezekana kabisa. Huyu ni Rugemeleza Nshala ambaye ni mwanasheria mkuu wa Chadema akizungumza na mwenzangu Sudi Mnete. DW tunavuma